Ai mama, twende. Utamu. Naona hapo kuna mteja mpya ameingia, ngoja ngamsikilize bana. Aise tajiri, karibu sana. Nitaka nikupate kule mlangoni wa. Kwa kuwa umekuja hapa basi karibu sana tajiri. Leo vipi tajiri yangu? Kwanza nakuona tu unacheza tu muziki tu hapa kijana Naona leo mambo yamekubali, mauzo yako poa nini? Hamna kiongozi, sinajua tena tunachangamsha wateja tunaburudisha genge vitu kama hivyo. Yani mauzo yawepo mpaka nyinyi vipopa amje. Sinajua tena hao wengine tu njanja kali hawa lakini nyinyi mkija matajiri hapa sisi tunapataga kweli tunauza vizuri. Sasa hapo unakosea, unawahitaji wateja wako njanja wakati wanakuletea la kijana. Kuna tofauti bwana, nyinyi mkijaga tunapataga weni. Si unajua tena nyinyi ndo tunawategemea hapa mjini. Nani? Okay, basi sasa fanya hivi. Kama kawaida niko nachukua siti pale, anakuja mlembo, kwa hiyo usiniangushe. Hilo limeisha mkuu, wala usijali, ngoja ni seti mambo hapa. Naona umechelewa kufika kijana, nichelewa kuja kukuchukua. Hamna, ni mafoleni tu. Sinajua tena na mji wetu mafoleni nini. Nikajua labda alikuchelewesha, tumbadilishe tutafute mwingine. Kama kumbe hajakuchelewesha yeye, basi sawa. Yes, naona tayari ile ndema ishafika kabisa, iko na tajiri pale. Ngoja niandae mavitu hapa sasa kama kawaida yangu, nikamfurahishe tajiri leo tena, naona naweza nikaokota. Agiza kinywaji sasa, mbona hauagizi? Yaani mimi leo sinywi chochote mpaka kwanza unitimizie kwanza ndichokuwa tumeelewana. Kitu gani hicho mama? Nikumbushe, unajua sisi tuna mambo mengi kichwani, nitakuwa nimesahau nikitimiza haraka hizi. Ulisema utaninunulia gari na utaniletea vifaa vingine vipya kwenye saluni yangu. Naona bado uko kimya. Hiyo sio na shida. Hivi unajua kama gari yako tayari ishafika bandarini na vifaa vyako, utabidi tutoke hapa moja kwa moja twende nikakununulie kabisa. Jamani kweli. Iko hivyo, kwa hiyo wewe hata usijali, ukiwa na mimi natakuwa uenjoy. Unajua mimi ndio pepo ndogo hapa duniani. Haya zote ziko kwangu kwa papa mwenyewe. Jamani, naomba basi nikisi. Sasa mimi nachokifikiri ni kwamba hapa tusikae sana na tusinywe sana. Twende, unajua tukinywa sana naweza tukajisahau nini, tukalewa, mambo mengi yanakaa hivyo. Twende kwa tukanunue kwanza hivyo vifaa, alafu tukiwahi kutoka ndo tarudi. Okay, hiyo haina shida. Ngoja kwanza tupate chochote kitu hapa afu ndo twende mama, usio na hofu, we tulia, relax. Yes madam, nimeitika. Lile faili nilokuletea jana ulishalifanyia kazi tayari? Ndio, niko naimalizia hapa, bado tu kidogo hapa. Nikimalizia nafikiri nakuletea madam. Basi fanya haraka ili kusudi tuje tuikamilishe hiyo kazi, tuweze kuituma hiyo document kule kwenye ile kampuni. Okay madam, haina shida. Haya, nenda kaimalizia sasa. Yaani bosi wangu sasa hivi nashinda kumwelewa, anakaa anazunguka tu, yaani hata akai ofisini sijui kwa nini aisee. Kazi zote nasimamia mimi, ndo na kila kitu na management mimi, aisee bosi amebadilika sana. Nafikiri hapa ni kufuatilia tu nyenendo zake kwa muda huu ili nijue ni kitu gani ambacho kimefanya mpaka mabadilika hivi yani. Yes, nabidi nifanye hivyo kwa uhai wa kampuni, ili mambo yasije yakaenda vibaya baadaye.
Ngoja nimpigie sasa dereva wangu aje kutuchukua ili tukafanya shopping ya hivyo vitu. Unaonaje tukamwacha tu tukabolt tukawahi kwenda tukamwacha tu dereva, kumwacha tu kumsumbua, tubolt tuwahi, si ndio? Mimi nachokifikiria ni kwamba tumsubiri tu, tumpigie simu tumsubiri aje ndo tumbebe. Si unajua tena mimi mtu mzima, vitu kama hivyo na heshima zangu hapa mjini. Watu wakiona nipo kwenye Bolt watajua pengine nimeishiwa hela. Si unajua nalinda brandi. Kazi yale ilikuwa ngumu, imenipeleka hadi usiku, lakini safi, ni bora tu nimekomadi nikaimalizia ile kazi. Madam kesho angenichokoza sana, angekasirika, angekuta sijamalizia. Unasemaje? Nilikuwa nakumbushia lile swala langu la kununuliwa laptop. Subiri babaka kirudi utamweleza haya yote. Mimi naona mshaanza kunichefa, hata sinielezi. Mimi naona muda unaenda na usiku unazidi kuwa mwingi, kwa nataka nikalale. Nimeamua tu nikwambie moja kwa moja wewe mama. Embu nenda kalale huko. Muda kaka yuko chumbani kwake shajilalia, muda nenda chumbani kwako kalale. Mambo yako mengine nayo mpaka kesho asubuhi, sawa? Mzee vipi mzee? Mbona kimya sana mzee, kulikoni leo? Mimi maza mwanangu anazingua. Kile nikimwambia swala langu lile la kununuliwa laptop, unajua laptop yangu inanisumbua mzee. Yaani anakuwa ananitolea nje, anasema siji mpaka nimsubiri mzee. Mzee naye anachelewa kuja nyumbani na anawahi kuondoka asubuhi mapema, na leo tena sijamuona yani. Hapo unakaza mna kulala hadi umsikilizie arudi. Sasa unalala kabla hajarudi. Ni bibi mkubwa anazingua. Ukakaa pale unamsikilizia, baadaye na kutoa sebuleni na kuambia ukalale ili uwahi kuamka mapema. Si unajua tena. Ama mwanangu haina jinsi. Wewe sikilizia tu mpaka siku kimnasa ndio utamueleza tu. Si unajua tena sometimes maza wanakwaga sometimes na hasira nini. Kwa hiyo msikilizie mdingi. Yaani kweli yani mama zetu mta mwingine wanakuta na hasira yani. Ngoja tu mimi niwe mvumilivu, siku nikimnasa mzee fresh. Kwa hiyo vipi sasa ile demu sema mwanangu, na wewe unaindikiza sana masuala ya wanawake yani. Wewe mwanangu bado tuko chuo tena hivi mwanangu. Badala tucheki mambo kwanza ya chuo na zingatia wanawake mzee. Tulia wewe, kazi na dawa. Kama kawaida saa 10 za usiku ndo narudi nyumbani. Sasa singeniuliza kilichosababisha mpaka nikachelewa. Wewe tayari ushaanza tena kunilaumu. Hakuna kingine. Mimi najua ilikuwa kwa wanawake zako tu. Yaani hapo tu tunanikosea. Yaani nikichelewa tu kidogo kurudi nyumbani ndiko kwa wanawake. Masuala ya kazi mama haya. Nachelewa kwa sababu ya kazi. Hizo kazi mpaka zinaenda sasa hivi hadi usiku. Mbona zamani hizo kazi zilikuwa hamna za usiku? Leo mauzo yakuwa mazuri. Yaani hadi yule bosi amekunywa kabisa bia 2 tu. Bosi mpala yule. Yaani leo nimepewa doro. Lakini fresh. Tufanye siku imeisha, tuisubiri kesho. Sasa kwa mauzo haya leo hata siboroti bana. Ngoja tu ni cheki daladala ilipo hapa, ni dandie niingie zangu tu mageto. Mzee shikama. Marahaba, ujambo kijana wangu. Nikana kukumbusha mzee wangu, ile laptop yangu silikwambia inanisumbua. Usijali, leo nikitoka kazini napitia kule mjini naenda kukuchukulia nyingine. Sawa mzee wangu. Habari yako binti? Uko unaelekea wapi, kwenye ofisi zipi binti yangu? Niko naelekea kwenye ofisi za Mpala Investment. Uko unatafuta kazi au kuna mtu naenda kuonana naye huko? Kuna mtu niko naenda kuonana naye huko. Una appointment naye labda? Wewe mbona umenifuata hadi kazini huku tena, na wewe unataka kuharibu mambo?
Jamani mzee Mpala, mimi nimeona tu leo nikupitie tu tukale lunch. Lunch gani sasa? Wewe unajua hapa mimi na wafanyakazi, na hao wafanyakazi kuna mahusiano mazuri sana na familia yangu. Sasa wakitoa kule taarifa hivyo, sitakuwa tena umeongeza tena fujo kule nyumbani aisee. Mna hata usiogope bana. Hawezi wakasema. Sasa fanya hivi, we tangulia kwanza kule chini, nitakukuta kule chini kule. Utoke kabisa hapa ofisini, nitakukuta kule chini pembeni kule, nitakukuta huko sawa.